kuangazia huu ugonjwa ni kwa sababu unavamia moja kwa moja seli muhimu katika mwili wa mwanadamu zinazoitwa seli nyekundu za damu ama damu yenyewe. Na kwa hivyo tukijua umuhimu wa damu haswa katika wokovu na katika mwili wa mwanadamu, inabidi tuangalie ugonjwa huu. Ugonjwa huu pia unalemaza uwezo wako wa kupumua, kwa sababu unapopunguza kiwango cha damu katika mwili hutaweza kupumua. Kwa hivyo inasemekana mtu aliyeugua ugonjwa huu ako na masaa 24 peke yake kuweza kuokoa roho yake, la sivyo inasemekana ni ugonjwa unaoweza kuua kwa haraka sana. Kule Marekani kuna maabara kubwa zaidi zinazotafiti kuhusu mbu. Na kwa hivyo wameshinikizwa ya kwamba wanaweza wakafuga mbu kwa kiasi kikubwa, lakini wakidai ya kwamba wako na nia ya kubadilisha mbu kibiolojia ili awe na uwezo wa huyu mbu ambaye ni wa kiume, ambaye mbegu zake za kiume zimekarabatiwa. Kwa hivyo anapokutana na mbu wa kike, mbu ambaye anadhaniwa kuleta ugonjwa ama kubeba viini ambavyo vinasababisha malaria, anaweza akalemaza huyo mbu asiweze kusambaza ama asiweze kujizalisha kwa haraka. Kwa hivyo utafiti unaoendelea Marekani kuhusu mbu, wakiwa na lengo za kuachilia mbu hawa ili waweze kuoana na mbu wa kike, waweze kulemaza nguvu zao za kujizalisha. Lakini kwa sababu tunajua hawa hawana nia nzuri, lengo lao la kuzalisha mbu lilikuwa limejengwa katika imani ya kwamba mbu hawa wanaweza wakasambaza magonjwa kwa haraka sana. Kwa hivyo mtihani ulikuwa kuachilia hawa mbu ili waweze kuwadunga watu, waweze kusambaza sana sana virusi ama sumu. Kwa hivyo wamebadilishwa muundo kibiolojia waweze kubeba sumu ndani yao, ili wanapoachiliwa katika maeneo ambayo wanataka watu wafe, itakuwa rahisi sana kuwaua watu. Kwa hivyo si tofauti na mbegu ambazo zinabadilishwa kama mbegu za ukulima, zikiwa na uwezo wa kustahimili sumu, kama ile sumu inaitwa Malathion ama Roundup. Kwa hivyo nasikia kuna mbegu zinaitwa Roundup Ready. Hii ni kumaanisha hii mbegu inapokuwa kwa shamba, ukinyunyizia dawa ya Roundup haitakufa, lakini magugu yatakufa. Kwa hivyo hawa mbu wanatayarishwa kukiwa na lengo la kustahimili sumu ambayo wanaweza wakabeba wakakudunga hiyo sumu, ukafa kwa hiyo sumu, lakini hawa mbu wataendelea kueneza hiyo sumu. Kwa hivyo lengo lao halikuwa lile ambalo walikuwa wamelitaja. Lakini jambo hilo limewashinda, kwa sababu unapobadilisha viumbe wa Mungu wanapoteza uwezo wa kuendelea kuishi. Sasa tuangalie ni sababu gani imemfanya shetani aweze kuingiza wanadamu katika utafiti wa aina hii. Jambo la kwanza uelewe ni shetani hapendi damu, kwa sababu ni katika damu kulimo na uzima. Kwa hivyo mtumishi, nisomee katika Mambo ya Walawi 17 aya yake ya 11, alafu pia utanisomea katika kitabu cha Mwanzo. Utaanzia na Walawi 17:11. Soma tusikie. Inasema, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika damu.
nami nimewapa ninyi hiyo damu. Basi nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Asante mtumishi. Kwa hivyo Mungu ametoa damu na Mungu ametengeneza damu katika mwili wa mwanadamu ili hiyo damu iwe uhai. Mtu anapopoteza damu atakufa. Ugonjwa wa malaria huharibu chembe nyekundu za damu, na kwa hivyo unakuweka katika hali ya kupoteza damu ndani kwa ndani. Unakuwa na kitu ambacho kinaitwa anemia, yaani ukosefu wa damu mwilini. Lakini inadaiwa ya kwamba kuna viini ambavyo vinaitwa plasmodium ambavyo hula ama hupunguza damu katika mwili wako. Kwa hivyo sasa lazima tuweze kuangalia kwa makini, je, kinachopunguza damu ndani ya mwili ni plasmodium ama ni jambo lingine ambalo sayansi haijaelezea? 14 mtumishi inasema nini? Mambo ya Walawi. Enda Mwanzo basi. Naona umetoka Walawi. Enda Mwanzo 9 inasema nini? 9:4 inasema bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake, yani nyama pamoja na uhai, yani damu yake musile. Basi musile. Asante. Kwa hivyo kile ambacho tunaita uhai ni damu ya nini? Damu ya nini? Ya mnyama. Damu ya kila kiumbe. Damu ndiyo uhai. Hebu niwaelezee kidogo kuhusu swala la damu. Wakati Mungu alimuumba mwanadamu, punde tu baada ya kukamilisha muundo ambao alikuwa ameufanya kwa sura yake, alivuvia pumzi ya uhai katika pua zake, na alipovuvia pumzi ya uhai, damu ikaanza kutembea ndani ya mwili wa mwanadamu. Hiyo damu ilikuwa imebeba uzima, na uzima huo kwa lugha nyingine ndiyo roho ya Mungu, ambayo Biblia husema katika Yohana 6:63 ya kwamba roho ndiyo hutia uzima, mwili haufaidi kitu. Shetani anaelewa hayo maneno, anajua ya kwamba kwa mwili hamna faida. Kilicho cha muhimu zaidi ni ule uzima ulio katika damu, na kwa hivyo akiangamiza damu, basi ataangamiza mwili pamoja na roho pamoja. Kwa hivyo mahali ambako Mungu alipulizia pumzi ya uhai kwenye pua la mwanadamu, Shetani amepulizia ama anapitisha viini hatari ambavyo vinaweza vikapitia katika njia hiyo hiyo na vikafuata mkondo huo huo ndani ya damu, na mwishowe kuharibu hiyo damu ndani kwa ndani, alafu ukapoteza uhai wako. Kwa hivyo kile ambacho kimefichwa na hujajua kwa muda mrefu, na hicho ndicho tutakuja kuhakikisha, ni ya kwamba kinacholeta ugonjwa wa malaria kimefichwa. Kinacholeta ugonjwa wa malaria hupitia kwa pua. Hilo hamkujua. Na kinatumia njia ambayo Mungu alipulizia pumzi ya uhai, na kinaingia ndani katika matembezi ya damu, na kinaharibu damu yako, halafu kinapunguza hiyo damu, na mwishowe kunazuka maafa. Kwa hivyo nataka uangalie mbinu mbadala
ambayo shetani ameleta ya kuondoa uhai, tofauti na ile ambayo Mungu alitumia ili kulete huo uzima. Kuna mambo ambayo inabidi uelewe kuhusu hizi chembe-chembe za damu katika mwili wa mwanadamu, ya kwamba ndizo nyingi zaidi katika damu ya mwanadamu, na hizi chembe-chembe hazidumu milele. Mwili uko na tabia ya kuzihuisha kila baada ya miezi mitatu, na kwa hivyo kuna kipindi katika uzee wa hizi chembe-chembe ambako zinachanika chanika, na zinapochanika chanika, unapoziangalia katika darubini, zinachukua muundo wa vitu ambavyo wanasayansi wamesema ni hizo plasmodium. Kwa hivyo zinapochanika chanika huko, huingia katika kiungo ambacho kinaitwa wengu, spleen, na huvunjwa kile ambacho kinatengeneza damu. Yaani kuna ile chembe chembe inaitwa iron inatengeneza damu, huzalishwa tena ili iweze kutengeneza seli zaidi, na ili hizi seli ziweze kuhuishwa. Kwa hivyo wakati wa uzee wa hizi chembe chembe zinapoangaliwa katika darubini, huonekana katika muundo wa vini ambavyo vinasemekana vinalete ugonjwa wa malaria. Wakati huo wa uzee wa hizi chembe chembe, ukiwa na tatizo lolote la uchafu, kwa sababu mwili pia hulinganisha majira, ukiwa na tatizo lolote katika mwili wako wakati wa uzee wa chembe chembe hizi, unaweza ukapata dalili ambazo zinalingana na malaria, na zingine ni homa tu za kawaida za mwili kujisafisha. Alafu katika hali hiyo ya kujihuisha, watu wanatibiwa kama malaria. Kwa hivyo chembe-chembe ambayo hubeba gesi ya oxygen inaitwa hemoglobin, na hii hemoglobin ndio huhuishwa tena baada ya miezi mitatu kuisha. Alafu nitakwambia kitu kingine. Seli ambazo zinaitwa chembe-chembe nyekundu za damu hazifanani na seli zingine, kwa sababu kwanza kabisa seli hizi haziwezi zikajigawa, haziwezi zikajitengeneza upya, kwa sababu seli hizi hazina uwezo wa kuzaa. Kazi yake ni kubeba hewa, halafu kwa sababu zinaweza zikapitia sehemu zilizo finyu zaidi, zinapofika katika miisho ya viungo vya mwili, kuna mishipa midogo sana katika mwili wa mwanadamu inaitwa capillaries. Na chembe-chembe hizi zikiwa zimepoteza sura, kwa sababu ziko na sura ambayo ni ya kujikunja, lakini katika uzee wake zikiwa zimepoteza sura, ama kuwe na uchafu katika damu ambao unaharibu sura ya hizo chembe-chembe, zinapofika katika hiyo mishipa midogo zaidi, zinakwama huko, na zikikwama katika viungo utapata joint pains, zikikwama katika kichwa utapata headache, zikikwama kwa kifua utapata shida ya kupumua, zikikwama kwa tumbo utasikia matatizo ya tumbo, unaweza hata hara, na hizo dalili zote zinaitwa dalili za malaria. Ni tatizo la chembe-chembe za damu. Kwa hivyo zikikwama kwa ubongo, unaweza ukapata tatizo la damu kutembea vizuri kwa ubongo. Tatizo hilo ukienda nalo kwa hospitali, itasemekana ya kwamba, na wakute ya kwamba chembe-chembe za damu zimechanika chanika, watasema ya kwamba uko na cerebral malaria na utatibiwa kulingana na hiyo. Kwa hivyo siri ya kutibu malaria ni kukwamua hizi seli ambazo zimejinata katika hiyo mishipa midogo midogo.
Na ndiyo sababu ukitumia maji moto katika matibabu ya malaria, kuhakikisha mwili mzima unaongeza joto ya maji, halafu mengine unakunywa, unahakikisha hizi chembe za damu zimekwamuka na zimeanza kutembea. Mtu akiamua kufanya mazoezi wakati yako na malaria, malaria yake inaanza kupona papo hapo, kwa sababu ni tatizo la matembezi ya damu katika kiwango cha capillaries, mahali ambako mishipa ya damu ni midogo zaidi. Kwa hivyo masuala kuhusu malaria ni rahisi hivyo, na siri ni mtu akuamue hizi chembe ziweze kutembea. Halafu zinapoanza kutembea, zitafika mahali ambako kuna kiungo kinaitwa wengu, na zikifika kwa wengu zinakwama huko na zinatengenezwa upya. Na wengu ndicho kiungo muhimu zaidi katika uponyaji wa malaria, kwa sababu kitachukua hizo seli zote ambazo zimepoteza muundo, halafu zitatengenezwa upya. Kwa hivyo siri ya malaria ni kuhakikisha ya kwamba hizi seli zote zimesukumwa, zimefika kwa wengu. Na huo ndio ukweli wa mambo. Na kwa hivyo wakati mtu ako na shida za hizi seli za damu kuchanika, hutaweza kutengeneza damu ya kutosha, kwa sababu kitu ambacho kinahitajika ili utengeneze damu kimekwama mahali ambako hakihitajiki. Sawa sawa. Kwa hivyo kutakuwa na tatizo la kutengeneza damu. Alafu elewa ya kwamba chembe hizi hazina nucleus, kwa hivyo hazina uwezo wa kuzaa. Kitu kingine ni ya kwamba unajua chembe hizi zinapobeba oksijeni ziko na tabia ya kuhakikisha ya kwamba zimefikisha oksijeni mahali inatakikana, lakini zenyewe zinajifunga kutumia hiyo oksijeni ili ziweze kufikisha katika viungo tofauti katika mwili. Yaani ziko na tabia ya kujinyima kwa ajili ya viungo vingine. Aliye na tabia kama hiyo ni Yesu Kristo peke yake. Mnajua hivyo? Na huyu ndiye ambaye damu inasimamia. Nisomee katika Yohana 6 aya yake ya 53. Roho ndio itiao usema. 53 mwalimu. 53 poli. 53 inasema Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao, wakisema, awesanje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin, amin, nawaambieni, msikapokula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamuna uzima ndani yenu. Asante. Kwa hiyo msipoula mwili wake na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Kwa sababu damu hii imebeba chembe zilizo hai. Kwanza Yesu Kristo ndiye pumzi ya uhai. Hii damu imebeba pumzi ya Kristo ya uhai. Kwa hivyo kuna masomo mengi sana ya kuelewa, ya kusoma kuhusu chembe hizi za damu. Halafu mwendo wa chembe hizi za damu ni wa chini ya dakika moja peke yake, ziweze kuzunguka katika mwili mzima na ziweze kurejea mahali ambako zilitoka. Kwa hivyo ziko na kasi hivyo ya kwamba katika muda wa sekunde 20 hadi sekunde 60 seli hizo zitakuwa zimezunguka mwili mzima na kurejea kwa mapafu kuchukua hewa nyingine. Kwa hivyo tukifuata mkondo huu katika swala la malaria, tutahakikisha ya kwamba utaweka miguu yako katika maji moto, kwa sababu unataka kutega hizo seli zikiwa katika mkondo wake, kuhakikisha ya kwamba hizi seli unazipa joto ili ziweze kupenya
na kuondoka katika sehemu nyembamba ili ziweze kurudi upesi. Ndio sababu maji ndio dawa ya kwanza ya muhimu zaidi ya malaria, maji ambayo ni moto. So hot baths ni nzuri sana. Alafu sehemu zingine za mwili unaweza funika na hayo maji, ukahakikisha ya kwamba sehemu ya kichwa peke yake ndio umehakikisha umeweka kitambaa baridi, kwa sababu hatutaki joto iongezeke katika kichwa. Kwa hivyo utaweza kuwezesha seli hizo za damu kuweza kukamilisha mkondo wake. Kwa hivyo hiyo kazi inaweza ikafanyika chini ya dakika 30 na ukakuamua mishipa ya damu, na ukaweza kujiokoa na hatari ya nini? Ya malaria. Unaposoma kitabu kinaitwa ST July 15, 1800 kinatukumbusha mambo yafuatayo. 1880 Article 1 paragraph 11 ya kwamba the blood of the Son of God was symbolized by the blood of the slain victim, and God would have clear and definite ideas preserved between the sacred and the common. Blood was sacred inasmuch as through the shedding of the blood of the Son of God alone could there be atonement for sin. So blood was also used to cleanse the sanctuary from the sins of the people, thus typifying the blood of Christ, which atones and cleanses all sin. So the fat was to be used in sacrificial offerings with beasts, but in no case was it suitable article of food. If used, disease would be the sure result. Sasa elewa hivi, kumbe mahali damu inahitajika kutakasa, epusha mafuta. Kusiwe damu inatumika na wakati huo mafuta inafanya nini? Siri ya kusafisha damu kwa haraka, Mama Kui na wengine, sikiza hii. Siri ya kusafisha damu kwa haraka, usitumie mafuta. Tuko pamoja? Kama unataka kusafisha hiyo damu vizuri na iweze kutembea, kusiwepo na mafuta. Ushaisikia hilo? Tunauliza. Ushaisikia malaria haipendi mafuta? Huwa watu hakuli mafuta. Exactly. Kwa sababu tunataka mwendo wa haraka. Damu inasafisha. Na ili damu isafishe, na unajua ya kwamba mada kuu katika hekalu ilikuwa usafi. Damu inapomaliza kazi yake, kilichofuata ni nini? Maji. Ili hayo maji yaweze kusafisha nini? Hekalu. Kwa hivyo damu na maji, pasipo mafuta. Kwa hivyo unataka malaria ishe, lakini unatumia mafuta, haiwezi ikaisha. Tunaambiwa hivi katika GC ya kwamba the cleansing both in the typical and in the real service must be accomplished with blood. Ya kwamba usafi wote lazima utokane na damu, with the blood of the animals and in the latter the blood of Christ. Kwa hivyo damu iliyo muhimu zaidi baadaye ilikuwa damu ya Kristo. Paul states as the reason why this cleansing must be performed with blood, that without the shedding of blood there is no remission. Shetani anaelewa ya kwamba damu ni ya muhimu hivi, ya kwamba pasipo kumwaga damu huwezi ukaondoa dhambi. Ikifika upande wa magonjwa, pasipo na damu huwezi ukaondoa magonjwa. Kwa hivyo shetani anajua nikivamia damu, kile ninakaribisha ni magonjwa. Na hili somo lilikuwa limechukuliwa vibaya na watu wa zamani zile, kwa sababu sijui kama mnajua ya kwamba rais wa kwanza wa Marekani
aliyekufa mwaka wa 1799 alikufa kwa sababu ya kuvujwa damu kwa wingi. Alikuwa na homa, na mnajua homa ni ugonjwa wa kawaida. Alikuwa na tatizo la homa ya koo. Madaktari watatu waliokuja kumwona wakaamrisha avujwe damu. Walikuwa wametoa damu lita 2.5 wakati rais alifariki. Walikuwa wanasema pasipo umwagikaji wa damu kuna nini? Kuna uponyaji wa nini? wa ugonjwa. Kwa hivyo sio yeye peke yake. Kulikuwa na tabia ya kuvuja watu damu ili kuweza kuondoa magonjwa, kwa sababu waliamini ya kwamba magonjwa yako ndani ya damu. Lakini ni ukweli, damu inabeba uchafu. Lakini hata kama inabeba uchafu, isimwagwe, kwa sababu damu ya pekee inapaswa kumwagwa ni ya mwana wa Mungu, ili kuwe na kuheshimu damu ya mwana wa Mungu. Leo hii tunaongea kuhusu ugonjwa ambao huharibu damu na hufanya mtu apoteze damu. Haya, angalia hapa. Both the blood and the fat of animals are consumed as a luxury. Kuna onyo hapa ya kwamba kuna watu wanatumia damu na mafuta kwa sababu ya raha zao wenyewe. But the Lord gave special directions that these should not be eaten. Usile damu na usile nini? Mafuta ya nini? Sababu ni because their use would make a diseased current of blood in the human system. Kumbe kula damu na kula mafuta kuna haribu matembezi ya damu katika mwili. The disregard of the Lord's special directions has brought a variety of difficulties and diseases upon human beings. Je, sijui kama unajua ya kwamba kutumia damu ya wanyama na mafuta kuna haribu mkondo wa damu katika mwili wako na kutakuletea malaria. Je, unajua hivyo? Ulikuwa unajua ya kwamba matumizi ya damu na mafuta inatatiza matembezi ya damu katika mwili, na malaria ni tatizo la damu kutotembea vizuri. Wewe ngojea mbu unapoendelea kunywa damu na kula mafuta ya ng'ombe, sawa sawa. Unaweka kwa mkebe, unachota kidogo, unapata malaria. Na malaria ya kwanza unapata ni malaria ya tumbo, utaona hapa. Zamani hivi ndivyo ilivyokuwa. Watu wale walikuwa wamejua ya kwamba Waitalia waliita malaria, wakimaanisha hivi, sehemu ambayo inasema mal inamaanisha mbaya na aria ni hewa. Kwa hivyo malaria ni ugonjwa wa hewa chafu, sawa. Kwa hivyo hii ilitokana na kutambua ya kwamba katika sehemu ambazo zilikuwa chini kulikuwa na maji na kulikuwa na maji ambayo hayatembei, na kwa hivyo kulikuwa na uchafu mwingi sana ambao unajikusanya katika sehemu ambayo maji haitembei. Kwa hivyo kuna hewa mbaya sana ilikuwa inachipuka kutoka kwa huo uchafu, na watu wakiipumua wanapata malaria. Sayansi ya kisasa ikasema hapana, sio hiyo. Kuna mdudu ambaye anaitwa Plasmodium ambaye hupatikana katika hayo maji, na huyo mwanzo alitoka kwa nyani alitoka kwa nyani, halafu akafika aje kwetu, akabebwa na mbu, akabebwa na asiwe nyani asiwe mbu, na alipofika kwetu akaanza kutua.
Sawa sawa. Kwa hivyo kulikuwa na nyani kwanza. Sawa sawa. Kulikuwa na mwanzo kulikuwa na nyani. Ndivyo walisema. Okay? Kwa sababu wanasema ugonjwa huu is zoonotic. Zoonotic ni kumaanisha ya kwamba ulitokana na ama ulitoka kwa wanyama. Kwa hivyo na halafu wanasema ilitoka Afrika. Yaani matatizo yote inatoka wapi? Afrika. Nitakwambia kitu. Kwa hivyo kuna huu mkondo wa hii Plasmodium kutoka kwa nyani. Halafu mbu anambeba. Halafu mbu anatuletea. Lakini asiathiri mbu, asiathiri nyani, kwa sababu hatusikii mbu wanakufa kwa malaria. Na hatusikii nyani wanakufa kwa nini? Kwa malaria. Lakini ikifika kwa mwanadamu wanakufa kwa nini? Kwa malaria. Kwa hivyo kulingana na hawa ambao waliamini ya kwamba ni uchafu wa mazingira na hawa ambao walileta hii dhana ya nyani, mtaamini nani? Nitawaambia kitu. Nitawaambia jambo fulani. Mdudu ambaye analaumiwa kulete malaria anaitwa mbu wa aina ya Anopheles. Yaani ni mbu wa kike wa aina ya Anopheles. Mbu huyu, hiyo unaweza soma wakati wako, utagundua ya kwamba anapenda mazingira masafi. Kwa mfano, huchagua sehemu ambayo hutaga mayai, sehemu ambayo maji yanaelea na hayatembei, lakini maji yenyewe anahakikisha iko safi. Alafu akiwa na kusudi la kutaga mayai, ako na uwezo wa kutambua vitu ambavyo ni chafu na vitu ambavyo ni safi. Kwa hivyo nataka uone kinyume cha madai ambayo anasingiziwa. Kwa hivyo akiwa karibu kutaga mayai, mbu huyu huwa na uwezo mkali sana wa kunusa, kiasi ya kwamba anajizuia kuharibu uzazi wake kwa kuhakikisha ya kwamba hatatafuta damu ya mtu ambaye ni mgonjwa. Kwa hivyo kuna majaribio yamefanywa na hawa mbu, wakawekwa katika mazingira ya watu waliokuwa wagonjwa, wakakataa kunyonya damu zao. Kwa hivyo hutafuta damu iliyo safi kwa sababu wako na uwezo wa kuchukua hiyo harufu. Na kwa hivyo atawadunga watoto ambao wako na afya na watu ambao wako na afya, na anahakikisha kwamba anatumia damu ambayo ni safi, kwa sababu anajali kizazi alicho nacho asije akaharibu. Na hiyo ndiyo sababu inaweza ikaelezea kwa nini huyu mbu hafi kutokana na kunyonya hiyo damu, kwa sababu huchagua damu ambayo ni safi, damu ambayo ni safi. Kwa hivyo ni kinyume na yale ambayo amesingiziwa, lakini tunajua ya kwamba lengo lao ni walikusudia kuleta dhana ya kwamba mbu anahusika katika kusambaza magonjwa. Kuna kirusi ambacho kinaitwa Zika ambacho inasemekana kinalaumiwa kuleta ugonjwa unaofanya watu washindwe ama wakose kujenga ubongo. Kwa hivyo unakuwa na kichwa kidogo. Mbu ambaye analaumiwa ama kitu ambacho kinalaumiwa ni mbu. Kwa hivyo hiyo hoja walijenga zamani wakitarajia kwamba siku moja wataweza kushinikiza watu jinsi mbu anavyosambaza malaria ndivyo anaweza kusambaza hivyo virusi vya Zika. Nataka tuchukue mfano rahisi hapa. Nataka tuende Kongo, na tukifika Kongo tukute mgonjwa ambaye ako na magonjwa matatu pamoja. Magonjwa matatu pamoja.
Ninasema hivi kwa sababu mbu aina ya Anopheles inasemekana ndiye hutafuta kiini moja, na kwa sababu kiini hiki hakina mahali pengine ambako kinakuwa miongoni mwa wanyama isipokuwa katika mbu na katika mwanadamu, basi huyo mbu wanasema huyo ndiye mashuhuri sana katika kubeba hiki kiini. Sasa tuende Kongo tupate mgonjwa mmoja ambaye ako na shida tatu kwa wakati mmoja, kwa sababu tunaambiwa pia mbu aina fulani anabeba virusi. Kuna mbu anabeba hii Plasmodium, na pia katika sehemu za Kongo utakuta ya kwamba mgonjwa anaweza kuwa na sleeping sickness. Sleeping sickness ama ugonjwa wa kulala unasambazwa na mdudu ambaye anaitwa tsetse fly. Bungo. Ni kweli? Kweli. Bungo. Sawa sawa. Kwa hivyo tupate mgonjwa ambaye ako na sleeping sickness, ako na Zika virus na ako na Plasmodium kwa wakati mmoja, kwa sababu hiyo inawezekana. Mtu anaweza kuwa na malaria, anaweza kuwa na sleeping sickness na anaweza kuwa na Zika virus kwa wakati mmoja. Na kwa hivyo kuna viumbe vitatu wametembea. Kuna mosquito ambaye anaitwa Aedes ambaye hutafuta Zika. Kuna mosquito ambaye anaitwa Anopheles ambaye hutafuta hii Plasmodium, na kuna bungo ambaye hutafuta mdudu ambaye anaitwa Trypanosoma ambaye analeta sleeping sickness. Wakija kwa huu mgonjwa, hawa wadudu wako na hekima sana. Anopheles haitachukua Zika na haitachukua Trypanosoma kwa damu moja, sawa sawa. Yeye anaponyonya damu anahakikisha damu hiyo haina nini? Haina Zika na haina nini? Trypanosoma. Anajiende. Bungo akifika katika hiyo chemichemi ya damu anahakikisha anatoa Trypanosoma, lakini anaachia Anopheles nini? Plasmodium, na anaachia Aedes Zika. Aedes naye akija anachukua Zika, anaacha Plasmodium katika damu moja. Uniambie kama jambo hilo linawezekana. Hii ndio inaitwa sarakasi ya wanasayansi. Na ndipo nikasema inahitaji imani kubwa sana kuamini mambo mengine hata kuliko kuamini Mungu ambaye hatujai muona. Lakini tunajua malengo ya wanasayansi